tuko na kijana hapa mwenzangu, nafikiri atajitambulisha mwenyewe kwa majina yake, ametokea wapi. So nitaanza kumuuliza hapa yeye mwenyewe atajitambulisha. Kijana, mambo vipi? Salama. Kwa majina mimi naitwa Redoke Bulakali Kiana. Mimi ni kijana pia tena ni mume wa mtu. Nimeoa pia nimeokoka. Yeah. Asante. Bwana Redoke, kuna nafikiri mtazamaji wetu anataka kufahamu mengi kutoka kwako. Na ndio maana tuliona tukutafute ili tujaribu kabisa, ili ujaribu kufungua baadhi ya watu ambao labda wako hapa nchi ya tatu. Tunaitaga nchi ya tatu hii kwa sababu tumetoka huko kwetu, tuangile kwa likimbilia sehemu mbalimbali, lakini tunasema ni nchi ya tatu. Bwana Redoke, hapa Sweden umeshafanya miaka mingapi? Kwa mji wa Sweden saizi nimeeneza miaka 5. Bado mimi mgeni sijakawa sana, ni miaka 5 tu ndio nimeeneza. Na unaonaje maisha ya hapa Sweden ukilinganisha na maisha ambayo tumetokea huko kwetu? Hii swali ni nzuri sana. Maisha ya Sweden ni maisha ya kawaida. Ina utofauti kidogo na maisha ya nyumbani. Kwa ajili tumefika hapa, tumekutana na changamoto tofauti. Unajua hakuna mahali ambapo utaweza ukaenda kutana maisha iko rahisi. Ndio nyumbani maisha iko vigumu, lakini kuna wengine nyumbani ambao wana maisha mazuri. Na vile vile hapa kwa nchi ya tatu ni hivyo hivyo tu. Ni kupambana kwako ndio utaona maisha kama iko vigumu ama iko rahisi. Yeah. Labda hapo umesema kuna changamoto fulani ambazo labda unaweza kukutana nazo hapa. Labda unaweza kutupatia changamoto hata 2 ambazo labda kipindi ambacho ulifika ulikutana nazo hapa Sweden. Okay, kwa nchi ya Sweden changamoto ambazo nilikutana nazo zilikuwa changamoto ya kusoma lugha kwanza. Ilikuwa changamoto ya kwanza, na changamoto ya pili ilikuwa ni ya kuelewa mazingira pia na kuelewa system ya mzungu. Ndio changamoto ambazo nilikutana nazo zile. Tunajua kama nchi ya tatu sio Sweden tu ama sio Europe peke yake, kuna wengine wanaenda Marekani, Canada. So wale ambao wanaenda Marekani, Canada wanakuwa wana changamoto mingi kwa ajili ya lugha ama kuanza kupata hiyo makazi ya haraka inakuwa rahisi kwao. Lakini sisi hapa kwa mji wa Sweden tunakuwa na ile retari kidogo, naweza nikasema, ya kupata kazi. Inabidi kwanza usome lugha yao. Hapo ndio inakuwa changamoto kidogo, sio ya sana kama unajituma. Ukijituma na lugha nao pia iko rahisi. Bwana Redoke, tunataka kufahamu zaidi kutoka kwako. Hapa Sweden ili kuanza kazi wewe ilikuchukua baada ya miaka mingapi? Hiyo ni ulizo nzuri sana. Unajua muda mwingi mimi nazoea kuambia vijana wenzangu, kama unaenda pasi, inatakiwa kwanza ukue na ile unasema goal yako. Unasema mimi naenda nchi kama Sweden, lakini nasimamia kwa kitu kama hiki fulani. Unaelewa? Kama unaenda pasi yote bila msingi wa maisha yako, utakuwa unafeli muda wote. Mimi kunichukua hata mwaka mmoja kuanza kazi Sweden. Mwaka ikuenea, ilinichukua kama ni miezi 8 ama 9 hivi, nilikuwa nimeanza kazi katika mji wa Sweden. Nilikuwa sijajua na lugha hata, lakini nilikuwa nimeanza kazi. Ndio, lakini ambacho labda tunakifahamu, na kuna baadhi ya wengine ambao labda wanasema ukifika Sweden uweze ukaanza kazi mpaka ujue lugha. Sasa ni mshangao mkubwa sana kusikia kama wewe ulianza kazi bila kufahamu lugha vizuri sana. Labda unaweza kufafanulia watazamaji wetu ilikuwaje mpaka labda ukapata kazi? Unajua kwenye maisha kila mtu anakuwa na malengo, na kila mtu anakuwa na kile ambacho anataka akue. Wakati unaishi kama kijana, natakiwa ukue na ile unasema mimi niko na goal fulani na mimi naenda mwinchi kwa ajili ya malengo fulani. Wakati mimi nilikuja Sweden, nilijua kama mimi nakuja Sweden, nikaelewa kwanza kiwango changu cha masomo sio kikubwa hivyo. Nikaelewa pia miaka imefanya nini? Imeenda. Nikakamata hiyo vitu viwili nikaviweka pamoja. Nikasema hapa itakuwa mimi kupambana, kutafuta kazi ya kwanza. Napambana kwanza kupata kazi. Nikipata kazi mambo ya masomo tutarudi nyuma. Lakini wakati nilipofika hapa ilikuwa sio hivyo. Lakini nilikuja niko na ile bidii. Kwa ajili tangu mimi niko Afrika nilikuwa nafanya kazi. Unajua kama uko mwanafunzi, acha niseme hiki kitu. Unajua tunakuja Ulaya tuko na age tofauti.
Ya, kuna wengine wanakuja yuko 20, 25, hivyo tu, miaka zinapishana. Sasa mimi nikuja niko 30s kwenda juu. Nakuja jikutana kiwango changu cha masomo sio kikubwa, nikapambana na hicho kidogo ambacho Mungu alinijalia, ile akili kidogo tu. Lakini akili yangu yote ilikuwa nawaza kukazi na kutafuta pesa basi. Yeah. Okay, vizuri sana. Na kuna baadhi ya watu ambao wanasema kuwa Sweden ni nchi ambayo ni maskini sana, na nchi ambayo yeye wao kama wao hawaweza kapendelea kuja huku Sweden. Bwana Redoke, wao unaweza kashauria nini hao watu ambao wanaongelea hilo swala? Hakuna nchi ambayo ni tajiri duniani. Utajiri wa mtu ni wewe mwenyewe. Ukitaka kuwa tajiri, hata Afrika utapata pesa. Ni bidii yako, kutafuta yako pesa, kujua kukuwa na ile education ya pesa. Unajua hii nchi sio tajiri. Wengine tunawaga Wakongomani wenzetu tuko Marekani, lakini wanalia kila siku, wanasema nini? Marekani hakuna kitu, wanaishi maisha mabaya. Sasa tukimbilie wapi? Wa Marekani akilia, wa Canada analia, Australia analia, na sisi Waeuropa tunalia. Sasa tutakimbilia wapi? Zinakuwa ni mindset ya watu. Na sisi watu ambao wengine tumekuja kwa hizi manchi za wazungu, tunakuwa tunawekeza wenzetu ambao tumeacha Afrika mawazo mabaya ndani ya kichwa. Unasikia? Kama mimi hapa unaniona leo, nilikuwa siwezi toa hata dola 100 nikampatia mtu kwa bure tu kama niko Afrika. Sasa hapa naweza kumpatia mtu dola 100 na asaidia ndugu, familia. So maana hakuna ni nchi tajiri. Yeah. Ni wewe mwenyewe tu kujua kama mimi nakuja Ulaya, Marekani ama nakuja Europe kwa nini? Unajua vijana wengi wanafika hapa wanakuwa wenda wazimu. Alikuwa kunyaki pombe Afrika na fika hapa anakuwa mlevi. Yeah. Na wewe kwa upande wako unaweza kuwashauria nini kama hao vijana ambao wanakuwa wanakuja, lakini kwa upande wao hawaweki malengo yote ile? Wanafika hapa, nimeshafika Ulaya tayari nakuwa nimemaliza kila kitu ambacho nitakuwa nafanya, anakuwa anajisikia huru. Wewe unaweza kuwashauri nini? Kwa nchi ya mzungu kwanza kile nataka muelewe nyinyi wote ambao mtasikia hii interview. Mzungu hatapendaka Afrika ni hata siku moja. Na ukifika ndani ya nchi yake, usifikirie kama usizanie kama unafika unakuwa na uhuru ya maisha, ama unakuwa na ile kusema mimi nafika Europe nimekuwa free. No. Hapa hizi nchi za wazungu hata wakishapatia nationality yao, kesho wataikunyang'anya kama unafanya kosa. Jua huko wapo. Una shida, inaweza shauria kijana mwenzangu nikifika mwa hii nchi, wakati unafika hapa kuwa na malengo na uangalie kwenye ulitoka ni wapi na mali ambapo ulipo kwa muda. Unajua mimi nasemaga kila siku pase yangu ama kile ambacho nipitia nyuma ndio kinanipatiaka present yangu na kinanipatia future yangu. Unajua kwa nini mimi nasemaga hivyo? Nikiangalia mali ambapo nilitoka, vitu vinifanya kule nyuma, siwezi taka vinirudilie sasa. Unasikia? Na ndio maana kama leo niko kwa hii nchi miaka 5 na bado mimi na stahimili. Nasimama, sijawahi fungwa, sijawahi kamatwa na mtu wote, sijawahi kuwa na shida yote. Jumla angalia wapi nilitoka na wapi kwenye niko. Kijana mwenzangu, angalia wapi ulitoka na wapi kwenye uko na uko nenda wapi. Ni vitu vitatu. Ulitoka wapi, uko wapi na uko nenda wapi. Kama auangalie vitu vitatu, maana yake hakuna kitu utajifanyia maisha. Sawa. Kuna swali lingine ambalo nataka nikuulize. Nitarudi nyuma kidogo kwa sababu umesema kuwa una mke na umeoa. Ndio. Lakini labda unaweza kutuambia kidogo kwenye maisha yako ya ndoa. Una miaka mingapi kwenye ndoa? Changamoto gani ambayo umepitia na umefanikiwa vipi mpaka sasa ukiwa kwenye ndoa? Okay, swali nzuri. Kabla sijaoa nimefanya uguruguru wa ujana, so nimefanikiwa kupata watoto. Lakini wakati saizi naweza nikasema niko na miaka 5 ya ndoa. Naweza nikasema hivyo kwa ajili mimi na mke wangu tuko na miaka 5 tangu tumeanza urafiki na mpaka tumefikia kuoana, kukua mke na mume ni miaka 5. Mimi nasabiaka yote kwa ajili hapo tulikuwa rafiki na mpaka tulifikia wakati ya kudecide kukua mwili umoja na kitu kimoja. Na wasabia ni miaka 5, lakini tangu tumefanya ndoa tunaenda kwa miaka 2. Lakini nikisabia nyuma yote tulikuwa pamoja, tunaongea, tunashauriana, kila mtu akarizia na mwenzake.
sema wao, hapa niko tayari na mimi niko tayari kukua na wewe kama mke, na mimi naye akakuwa tayari kuwa na mimi kama mume wake. Ya so unajua ndani ya urafiki mkikuwa bado mngali wa chumba, haikamate haina ako muda kusema miaka miwili, miaka mitatu, mwaka mmoja, hapana. Unaweza kukutana na mtu ambao kwa ule muda unakutana kabisa tabia za huyu mwanamke ni za kukua mama wa kesho. Na mwanamke naye anakutana na wewe gisi unajishika na wewe amekuwa tayari kuwa baba. Unaelewa? Na ndio mnaweza hata kwa miezi 8, 10, mwaka inaweza kuwa rahisi fanya nini? Unajua mtu ambao utaishi naye ndani ya ndoa ama mke au asabuika nake hawezi kumsahau, ama mwanaume. No. Unakuwa tu ni maturity. Unaangalia tu akili au mawazo ya mtu. Anawaza nini? Unakutana kuna mwanamke anaanza kuwaza bado mko rafiki kina ameanza kuwaza future ya kesho ya wewe na watoto wenu. Anaanza kuwa mama wa familia kabla mungali kwenye mahusiano. So na ndio maana mimi naweza nikasema hakuna muda ya kusema hii ndio muda ya uchumba. Ukiona tu mnaliziana na mwenzako ana vitu fulani ambao unahitaji, kuwa tayari, jisikie free. Okay. Mke wako yuko hapa au vipi? Ya mke wangu bado yuko Afrika, lakini kwa Mungu ambaye sisi tunamuomba atakuwa hapa kwa muda mchache tu. Okay. Yeah. Iko Afrika hiyo miaka miwili yote au na unawezaje kustahimili kukaa mbali na mke wako? Ya najua sio rahisi kukaa mbali na mwenzako, lakini sana sana kwa sisi wanaume. Na unajua mwanamke ni rahisi kukaa hata miaka miwili mitatu bila ana mume na afanye tendo ya ndoa. Lakini mimi tangu nimeoa mke wangu, kila mwaka naendaka Uganda. Najua hata tuko na wazee wetu biko Uganda, biko wapi, lakini ni expatriate. Anaendaka anarudi kisha mwaka, anaona mwezi mmoja kwa mwaka anaishi na mke wake na maisha yanaendelea. Na mimi ni hivyo hivyo. Mimi kabla sijaoa mke wangu nimemwambia nataka tuishi kama expatriate. Na kuwa nakuja kwa mwaka mpaka kisi Mungu atafungua mlango ufanye nini? Ukuje. Sasa kustahimili yangu ni mwenzangu ananipa muda. Anipatia muda ya kuongea, nikikuwa na stress ananisaidia kwa stress, na mimi na focus sana kwa kazi. Unaelewa? Na akili yangu sana naitia kwa kazi na kusoma. So nikitoa akili yangu kwa kazi na masomo na kukosa muda na mke wangu, ndio inaweza tuma mimi naingia majaribu zingine ama naenda kinyume na ahadi yangu kwake. Sasa kama uko relation ya mbali, kitu ya kufanya mwenzako akupe muda na umpe muda. Kia pili, kama unatumika unafanya kazi, focus na kazi yako. Kama uko Mkristo, focus tia maombi na usahau wengine. Ile tu inaweza kusaidia. Lakini relation ya mbali sio watoto wadogo. Relation ya mbali ama ndoa ya mbali, samahani, ama ndoa ya mbali ni ya watu ambao wamekomaa kiakili. Mtu ambaye anajielewa. Lakini kuna namna ambayo unafanya ili siku moja mke wako akukute hapa ulipo? Ile niko napambana sana ya. Niko napambana tena, kitu ile inanipatia mimi mroho yangu kabisa ni kwa ajili tu ndio Mungu alipenda. Lakini ningekuwa na uwezo maliza hata na wiki mzima Uganda after kufanya ndoa, after kufunga harusi. Kama ningekuwa na uwezo hata wiki ingeenea baki huko. Mungu anapangaka, unajua sio wanadamu, unaweza kupanga na Mungu anapanga yake. Lakini ya Mungu ndio inakuwa ya last long. Okay. Nafikiri ni kushukuru tu Bwana Redoke, nafikiri umefungua watazamaji wetu wengi sana akili, kwa wale ambao labda walikuwa wanafikiria kukaa mbali na mke sijui nini, na kwa wale ambao walikuwa wanafikiria nchi ya Sweden ni maskini siwezi nikaenda huko. Nafikiri uliwafungua na uliwaweka wazi kabisa. So ushauri wako kabisa ya mwisho kabisa kwa vijana na hata kwa wazee, hata wakina mama, hata kina dada, unaweza kuwashauri nini? Kuhusu ushauri tu wote ule ambao wewe unajisikia mimi naweza kuwashauria hivi, au mimi natamani siku moja mimi nikipata nafasi kama hii nitashauri vijana, nitashauri mabinti, au nitashauri wazee, au nitashauri mama zetu. Unajua wasemaka sema mtoto anaweza piga ngoma na mkubwa anaicheza. Na kudunia tuko tunaishi, unaweza kuwa uko mkubwa lakini hauna experience ama maturity yako ingali chini bado. Na lakini mimi naweza nikashauria vijana wenzangu, popote ulipo inaweza kuwa nchi yako ya tatu kama unapambana. Nikizani sote tunakuja kwa hizi nchi ama tunakimbilia ndani ya ukimbizi, ni kwa ajili ya kutafuta mahali ambapo akili itatulia na mahali ambapo unaweza ukafanyia maisha. Paske tulikuwa na wengine kwa mji wa Uganda ambapo mimi nitokea,
Tunaacha wengine pale tayari wamenunua manyumba, wana magari, wana business kubwa kubwa. Na hata ukimwambia sai Bulaya inafika nakwambia siwezi nikaacha utajiri ambao iko nayo kwa mji wa Uganda, unaelewa? So inakuwa vijana wengi tunashindwa kujielewa. Nakumbuka siku moja tulikuwa kwa meeting ya UN. UN wao wenyewe wakatuambia hivi, popote ulipo, hata hapa Uganda, baadhi ya UN, hata hapa Uganda kwenye mko na right ya kuwa matajiri hapa na unakataa kwenda kwa nchi ya tatu. So kama uko napambana kuja kwa nchi ya tatu, mtu hata mmoja asikuvunje nguvu. Unajua tuna watu wengi wanakuwa na yeye tabia ya kukatisha tamaa. Anakuonesha, unaona yeye iko hapa mahali ambapo wewe unaota kuja. Yeye amefika tayari, lakini anaanza kuonesha, unaona hizi nchi tunapambana tu, lakini maisha sio mazuri nini. Kama sio mazuri, kwa nini asirudie? So kijana mwenzangu, kama uko unapambana kwenda nchi yoyote, ni vizuri pambana. Mama, baba, mama ambao mume alikufa kuachia watoto, pambana kuja kwa nchi yoyote ile. Hakuna nchi mbaya. Nchi inakuwa ya mbaya ni wewe mwenyewe ukitafika ndani. Mzungu ana shida na mtu, lakini mzungu ana shida moja. Ukivunja sheria zake, ndio utajua shida ya mzungu. Na kama unaishi ndani ya nchi ya mzungu na unatembea chini ya uongozi na sheria zake, utaishi mzuri. Kitu ya tatu naweza nikasema, vijana wengi tunafika kwa nchi za tatu, tunakuwa kama benda wazimu. Unakosa mwenye ulivuta bangi, unatana kijana ajielewi tena. Vijana wengi wanakutana amefika huku anakuwa kama sijui, unajuza kama hizi nchi zinawaweka nini ndani ya vichwa. Lakini kwa kweli shauri yangu kwenu ni hii, pambania ndoto zako. Mtu hata mmoja asikukatishe tamaa. Pambania ndoto zako, uwe mama, uwe baba, uwe kijana mwenzangu, uwe msichana, pambania ndoto. Na kama ukifika kwa hizi nchi, kitu moja tunaweza nikakushauria, kuwa mpole. Acha uguruguru, tembea gisi sheria ya nchi inataka, na itakusaidia. Asante, tukushukuru sana Bwana Redoke kwa muda wako. Nafikiri sio rahisi sana kupata mtu kufanya interview hapa Ulaya. Na ni vigumu kweli, unakuwa unamtafuta kwa tochi. Mara nyingi watu wanakuwa wako busy na kazi. So tukushukuru sana kwa muda wako ambao umepatia na kuelimisha watu. Nafikiri kwa muda mwingine tena tutakutafuta ili tujaribu kukuuliza maswali zaidi na zaidi. Ndio mtangazaji. Asante, nashukuru kwa siku ya leo. Muda tupo na mimi nafanisha social media zote, nafanisha Redoke Bulakali Kiana. TikTok ni jina sawa, Facebook, Instagram, YouTube. Manake so platform zangu zote ni ile jina moja tu. So ukinitafuta utakutana pale, kuna mashauri tofauti mimi naweza kupatia vijana. So karibu sana kwa platform zangu ni Redoke Bulakali, na Facebook ni Redoke Bulakali Kiana. So ukinitafuta pale utanipata. Mungu akubariki ndugu yangu. Asante, nimeshukuru. Kwa muda mwingine tena. Haya baba.